pamoja na sisi, pamoja na wewe, tusingekuwepo. Kuna mtu asingekuwepo, mimi mwenyewe nisingekuwepo, lakini Bwana kwa kuwepo kwake pamoja na mimi nipo mpaka leo. Haleluya. Sikati tamaa, sivunjiki moyo. Makwazo ya kiche ya kunikwaza, na yaambia makwazo, wewe ni kama majibu, na kuondoa kwenye jiko kwenda pembeni, naweka kuni, moto endelea kuwaka, safari yangu inasonga mbele. Aliyenikwaza hapa akisana atakuta nimekaa, anashangaa maana nisaidi atakuta nimekaa, anakuta sijakaa, safari yangu inaendelea mbele. Halafu hapo waliokuwa wamefikiri kwamba hapo nitayumbayumba, wanakuta ushujaa unaendelea mbele. Unajua moja nikwambie, wakati mwingine mimi nikipata sana matatizo ndio huwa ninaimarika. Haleluya. Nikiwa napata raha sana huwa siimariki, lakini matatizo yakinizonga ndio wanasikia kuimarika, ndio wanachachamaa. Ninaanza kutazama uwepo wa Mungu kwa karibu sana, kwa sababu ndio wakati ambao mtu unajiona uwezi, Yesu kimwita na kuja inakuonyesha nguvu zake. Kama si Bwana, tuseme Bwana. Hebu tuseme Bwana. Hebu tuseme Bwana. Kama si Bwana kuwepo kwake, tusingekuwepo. Kwa nini? Kitabu ni cha Zaburi ya 124 na mstari wa kwanza. Tusome pale maandiko. Maandiko yanasema hivi. Zaburi ya 124 na mstari wa kwanza. Naomba nisome aliyepata kama yupo. Nasema, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu waliotushambulia. Soma tena. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia, papo hapo wangalitumeza hai. Hasira yao ilipowaka juu yetu, papo hapo maji yangalitugarikisha. Mto ungelitupita juu ya roho zetu, papo hapo yangelipita juu ya nafsi zetu, maji yafurikayo. Hebu mpe Bwana utukufu na makofi mazuri. Kama si nani jamani? Jamani, kama sio nani? Hapa ongelewe rais, hapa ongelewe mkoa, hapa ongelewe yote. Kama si Bwana, kama si Bwana. Hebu niseme Bwana. Kwa hiyo Bwana akiwepo, mashambulizi hatuyaogopi. Wewe unayaogopa unayaona kwa sababu Bwana hayupo. Hapo ndipo nakuta watu wamekosa mwelekeo, wameacha ibada, wameacha kuabudu Mungu, wameacha kumpa heshima. Kwa nini? Wao wanajiona wao. Lakini mwandishi anasema kama sio Bwana, yana maana nguvu za kutoka ndani ya matatizo sio za kwake, zinatoka eneo jingine. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja na sisi, tuseme amina. Anasema wanadamu hapo walipotushambuliwa. Kumbe kuna wakati kushambuliwa. Upende usipende, unabeba mimba inashambuliwa. Unatembea kwa kwenda kazini, kazi inashambuliwa. Umekaa kwenye ndoa inashambuliwa. Huduma kama hii inashambuliwa. Lakini mashambulizi hayamaanishi kwamba inaleta mafanikio ya kuja kuzima zile ndoto za kwako. Mashambulizi kazi yake yanatakiwa atengeneze hali njema kwenye maisha yako, ushuhuda mkuu. Kwani ni mashambulizi yakija yakimkuta Bwana, kazi ya mashambulizi yanakuwa butu, mishale inakuwa butu, uchawi unakuwa butu. Kwani ni Roho atayafunua hayo mashambulizi. Akiyafunua mashambulizi hayo mashambulizi ya wanadamu kupitia kwa njia mbalimbali yanakosa nguvu. Mseme amina. Haya maneno ukiyasikia, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, anasema mwandishi, Israeli aseme sasa. Maana yake akisema, asiseme ni nguvu zangu, asiseme ni hekima yangu, asiseme ni maarifa yangu. Jamani, Bwana sisi, unajua kuhubiri kwenye kizazi hiki unahitaji kujua hakika Bwana yuko na wewe. Kama Bwana yuko na wewe, kizazi kwanza ni kizazi kilichojaa maarifa aina mbalimbali, kizazi ambacho
kinataka vitu vingine ambavyo kipokee hata kifanyika zote, lakini hata kikipokea hakione kama ni Bwana. Kama si Bwana waseme sasa. Maana lazima utazame kama si Mungu kukupa hatua ambayo unahitaji kuiona, useme sasa. Maana ndio maana natia ujue chochote ambacho unaenda kufanikiwa katika hicho, lazima muone Bwana, lazima mtazame Bwana. Anasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu waliponishambulia, walipokushambulia, watoto waliposhambuliwa, ndoa iliposhambuliwa, huduma iliposhambuliwa, imani iliposhambuliwa, kama si Bwana. Hili neno ukilichukua mtu mwenye akili yako na ukanalo, utaanza kumwona Mungu ni mkuu kwenye maisha yako. Hautatazama hali ulionayo. Bahati mbaya sana watu wanaangalia hali zilizopo sasa, hawakumbuki walikotoka, wala watazame bado aliyowatoa kule. Mungu yuko kuwasaidia kule mbele pia. Kwa hiyo hapa anasema kuna mashambulizi yalikuja, lakini anasema kama si Bwana, papo hapo wangalitumeza hali. Kumbe kuna kumezwa, lakini kutakumezwa. Unaweza usimezwe na mashambulizi. Kwa nini? Bwana yupo. Afa anasema hasira yao ilipowaka juu yetu. Kumbe kuna hasira. Kuna hasira za kuzimu, kuna hasira za wachawi, kuna hasira za waganga. Ili neno nilisikia nikiwa nimesema ndani yangu, kama si Bwana. Nilipokuja hapo kwenye maombi, nilikuwa naambiwa hivi moja kwa moja. Nilipokwenda kule eneo la kule mahali ambapo watu wengi wanapenda kwenda, alafu nikarudi hapa ndani, nikasikia wimbo unakuja, uwe hodari na moyo wa ushujaa. Nikasikia wimbo naimba, lakini hapo neno nimeshasikia kama si Bwana. Kwa hiyo lazima tuanze kuona sio sisi. Ngoja nikwambie, punda alikuwa na heshima akidhani ni punda mwenyewe, lakini aliyempa heshima punda ni Yesu. Hebu sema Yesu. Punda alitembea juu ya kanga ambazo watu wamezitandika. Punda hataki kujiona yeye ni yeye, anataka kumtazama aliyempanda, aliyeko juu yake. Maanake yule punda angetokea pale kwenye ile ibada, halafu yuko mwenyewe, na kwambia zile nguo angezikanyaga, angejua kwa nini huwa watu wanakanga na fimbo. Kwa hiyo yule punda kupata heshima, kupata vigeregere, kupata sifa zote, ni Yesu aliyekuwa juu yake. Sikiliza nikwambie, kupita wale wachawi, kupita zile laana, kupita zile aibu, kupita zile fedheha, ni Yesu aliyeko pamoja na sisi. Hebu niseme amina. Yesu kwa kuwepo kwake, hapo tunapita mitego, tunapita laana, tunapita aibu, tunapita fedheha. Hebu niseme amina. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli anasema sasa. Kwa hiyo Bwana kwa kuwepo kwake tunapita mitego. Haleluya. Tuende kwenye kitabu cha Warumi, usome hapo uone maneno yanasemaje pale. Rumi, tuone pale kitabu cha Warumi. Watu wa Mungu, tunapokuwa kwenye maisha haya, lazima tuanze kumtazama Bwana. Yeye ndiye chanzo cha kutuwezesha, yeye ndiye chanzo cha kutuvusha, yeye ndiyo heshima yetu, yeye ndiye baraka yetu. Haleluya. Kwa hiyo Warumi sura ya 8 na ule mstari wa 31 nikusomea hapo. Anasema hivi, Warumi sura ya 8 na 31. Basi tuseme nini juu ya mambo hayo? Mungu akiwa upande wetu, Bwana akiwa upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mungu akiwa upande wako, Mungu akiwa mbele yako, Mungu akiwa pamoja na wewe, nani atainua vita vyake? Lakini hapa ukisoma pale chini anasema lakini katika mambo hayo yote
kwa yeye aliyetupenda. Hebu niseme amina. Katika mambo yote, kwa sababu Bwana yupo, tunapata ushindi. Asubuhi ushindi, mchana ushindi, jioni ushindi. Tunashinda dhambi, tunashinda uovu, tunashinda laana, tunashinda aibu. Sikiliza nikwambie, yeye aliye pamoja na Bwana, hata kama leo hana hela, anaanza kumwona Bwana, atabariki kazi zake, atampa hela. Hata kama leo anaona hakuna kibali, anaanza kumwona Bwana, yeye ndiye kibali chake. Hebu sema amina. Alafu maneno zako simama juu. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja na wewe, aliyekuwa pamoja nasi. Tunakwenda kumaliza ibada hii. Haleluya. Haleluya. Lakini katika mambo hayo hayahesabiki yale pale yote, hakuna kitu kinatiwa kushinda. Kikile tunagonga, bali yeye yupo. Hebu niseme amina. Hebu sema amina. Katika yote yaliyopo, hatuangalii majini, uchawi, uganga, laana, aibu, bahati mbaya. Akiwepo Yesu pamoja na sisi, tutashinda asubuhi, tutashinda mchana, tutashinda na jioni, tutashinda na usiku. Haleluya. Kazi nyingine tutashinda hata tuoni. Yesu ameshatushindia. Wanasema mtu hazai, wanashangaa unazaa. Wanasema mtu utakuwa mzima, wanashangaa una uzima. Nini? Maji yanatiririka kutoka madhabahuni yaliyo hai, yanawendea watu. Haleluya. Wanasema ya kwamba nikaona madhabahuni hapo mto ambao mtu alipoingia, maji yake ya kwanza yakafika miguu ya mguu. Alipoendelea kupita, yakapima maji, yakafika kwenye migoti, lakini akaendelea kupima, yakafika kwenye viuno. Alipopima zaidi, yakafika kwenye wapi jamani? Shingo. Ni mto sio futika. Jamani, kutoka wapi? Madhabahuni. Sikiliza nikwambie, madhabahuni Yesu anaandaa neno lake. Limwendee yule mama, limwendee yule baba, limwendee mtoto, limwendee mgonjwa, alikata tamaa. Yeye Bwana kuwepo kwake hapo nyumbani kwako. Hata kama kuna msiba, kubadilisha msiba. Haleluya. Hata kama kuna laana, kugeuza laana. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, na aseme sasa nani? Sema mimi. Kumbe Bwana kuwepo pamoja na wewe ndio fahari yako. Hebu sema fahari. 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 Hapa hakuna chini, hakuna subisubi, hakuna chuma. Hapa ni Yesu tu. Hebu sema Yesu tu. Magufuli wakati Magufuli amekuwa rais, alikuwa anasema hapa kazi tu. Yesu alishasema zamani, hapa kazi tu. Ataokoa asubuhi, ataokoa mchana, ataokoa jioni, ataokoa na usiku. Kama si Bwana, hapo tuliposhambuliwa, hatusaiko kama mashambulizi. Bwana kile mashambulizi siku zingine anza kuyasarau. Ukiambia mashambulizi umekuja, lakini Bwana yuko hapa. Umeingia, lakini Yesu yuko hapa. Yeye asiyemwachia mtoto wake. Haleluya, haleluya. Amen. Mwambie wenzako, kama si Mungu usingekuwepo. Kama si Mungu usingekuwepo. Hebu tuseme amina. Amen. Hebu tuseme amina. Amen. Hebu tuseme amina. Hebu tuseme amina. Hebu sema Bwana. Hebu sema Bwana. Hebu sema Bwana. Ninawaambia hapa hivi, ilikuwa kuamkia jana, mtu mmoja akatangaza, mtoto wangu anuke pana choo, nikaona minyoo. Jana ndio nikawa naambiwa, ndio alikuwa ametangazwa mtoto yanuke. Na mimi nimeanza kusema, huyo anayesema mtoto wangu anuke, muda sio mrefu ataanza kunuka mwenyewe. Hebu tuseme amina. Maana chiwe shimo atanukia nani? Mwenyewe. Kwa nini? Bwana yuko pamoja na sisi katika hayo yote. Leo yako
Ukiwa na Bwana, hata kama una mkate, yeye anaweza kufanya njia. Ukienda kazini, mambo ya kazi yanabadilika, promotion zinabadilika, kazi zinabadilika. Ulikuwa unafanya kazi kwa Igoi, unashangaa unatoa nguvu, unakuwa jasiri, unafanya kazi kwa nguvu. Unamuona kama mume hivyo haeleweki, lakini yule mume mpe tu heshima. Yeye anakupenda, yeye ni huyo uliyepewa. Haleluya! Katika hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Wanaoambiwa watashinda ni wewe uliyoko hapa. Amen. Wewe unayesikia. Haleluya! Haleluya! Sasa lazima uanze kumtazama Bwana. Msema Bwana. Angalia kushoto, angalia kulia, angalia mbele, angalia nyuma, angalia juu. Usimuone mtu. Kama mtu yupo, usimtazame mtu. Wewe mtazame Bwana. Bwana kama yupo. Kama Bwana yupo. Mimi naamini kitu kimoja. Hakuna mtu aliyeko duniani kwa bahati mbaya hapa. Kila mtu amewekewa mpango kamilifu. Mpango maradufu. Unaweza ukajikataa. Kwa nini? Mtoto mmoja wa nasari akasema mimi ni mbwa mfu. Hakujua kama kuna mpango wa Mungu unamtafuta. Kuna mpango unamtafuta. Alipokuwa anatafuta mtoto, alikuta mtoto ni kilema, halafu yuko porini. Daudi anasema Bwana amenituma, nataka niipe fasiri. Daudi alinisaidia. Alisaidiwa Daudi, akasema nipe fasiri. Akakutana na mtu ana jina jamani la nani? Mbwa mfu. Unaweza kawa uko na majina fulani yamezoeleka kuitwa. Hayo majina kama yapo na Yesu yupo, kubadilika kwake ni kufumba na kufungua. Kwa nini? Yesu hubadilisha majira. Yesu hubadilisha nyakati. Amen. Yeye ndiye yule jana leo na hata. Hebu tuseme amina. Amen. Ndio maana siku zingine huwa natazama, nasema laiti watu wangejua, laiti watu wangefahamu wokovu tuliobeba huu umebeba vitu gani. Wangetaka wokovu huu. Una hela ukae na wokovu, una elimu uwe na wokovu, sura nzuri uwe na wokovu. Nakwambia hivyo, hata kama sura yako hailipi, Yesu kama yuko na wewe, watakupa tu sauti. Kwa nini? Kuna wakati neno lako litakuwa na mwisho. Kwa nini? Bwana yuko upande wako. Hebu sema amina.